aingiliana na wenzake, amekuja akagundua ukweli na akasema kwamba samahanini, pamoja wa Kenya na wa Tanzania, nisameheni ama tusameheni, sikujua kile kitu ambacho nilikuwa nakifanya. Kwa sababu gani? Niliwekwa kwenye group ambayo mimi sikufahamu kabisa ya kwamba iko na ajenda zake tofauti ambazo wametumwa na watu tofauti tofauti ambao hawako kwenye hili bara letu la Afrika. Wenzangu walikuwa wanalipwa pesa ili kuiminaji waende wakafanya vurugu, lakini mimi nikajiingiza pasi mwenyewe kujua. Hayo sio maneno ya KG, hayo ni maneno ya mwana harakati ambaye yuko Mombasa. Tuweze kumsikiliza, turudi hapa kwa Fenomenal. Nilianza kusema mimi pia juzi nilikuwa karibu niteleze. Kuteleza ni binadamu. Na jambo zuri zaidi ni pale unapokaa chini ukajua umeteleza. Juzi nilikuwa karibu nifanye kosa, ama ndio sijui nilikuwa nishalifanya. Mimi ni mtu ambaye nina hamu sana ya kuona reforms na policies zinafanyika Kenya, na tuna njia mpya tumeweza kuestablish at least Kenya ipate afueni. Kenya iko mahali pabaya. Na nikiona activist yoyote ambaye ananiambia Batuli tutafanya hivi na hivi tulete afueni hapa na hapa, mimi niko tayari kumjoin. Lakini juzi tulipotoka county nikasikia watu wanaenda Tanzania consulate. Mimi nikaenda, sijui ni akili yangu nilikuwa nimeitoa nikaiweka kando, nikaenda. Na saa nyingine pengine hizo video zinaweza tumwa. Because right now I have more enemies than friends. Hizo video zikitumwa, naomba muelewe ni kosa ambalo nilikuwa nalifanya bila kufahamu. Lakini kwa sababu niko na principles na niko na akili Mungu amenipa, nilirudi nikakaa chini nikauliza, what I did today, was it right? No, nikajua it's not right. Nikajiuliza mimi, what democracy do I have to stand in front of Tanzanian consulate and start demanding democracy in Tanzania? Nikasema no, I'm wrong. Yes, now nimefuata watu ambao walikuwa wamelipwa tukaingia sote. Hapa hivi nimeingia Chakike. Pale nilichukua message nikawaandikia katika group yao, nikajitoa na nikawaambia from now henceforth I will not support you in things like this if it is concerned Tanzania, but I'll be here mkinihitaji kama ni it's about my country. Na imagine ma activists walienda wengi, wakaongea wengi, lakini unaweza amini wale waliokuwa wamelipwa ndio walipostiwa peke yao. Waliokuwa na agreement na wale walikuwa Tanzania ndio walipostiwa. Walitusaidia. Media zetu za Kenya mpaka tuzilipe ndio zije zihamasishe watu. Wale walikuwa wamelipwa walipostiwa wale. Ule mama mlimuona wa Kiswahili na wale. But nashukuru saizi nimejitoa. Niliwapatia chance ya to understand them better. They disappointed me. Kwa sababu mimi nikiangalia demokrasi ambayo niko nayo Kenya, sioni demokrasi ya kumwambia Tanzania iga maisha yetu. Watanzania, fanyeni Kenya kuwa funzo. Tanzania ukienda kuna amani, watu wanaheshimiana. Watanzania wanajuana kiwa Tanzania. Usikio akikwambia mimi ni Mzaramo, mimi ni Mnyakyusa, mimi ni nani? Mimi ni Mtanga, sijui mimi ni Mdigo ama ni nani. Unaulizwa wewe ni Mtanzania wa wapi? Angalieni sisi tunaenda Tanzania kununua biashara. Tukipita boda ya Tanzania wanatubeba freshi. Sisi wa Kenya tupite boda yetu ya Kenya. Nenendi lunga na muende na manga. Muone wa Kenya vile wanavosumbuliwa na wa Kenya wenzao, alafu muniambie sisi tuna demokrasi. Utafika Tanzania, una mzigo kama umenunua, wa Tanzania watakwambia huu mzigo unalipiwa madam na huu mzigo umezidi.
utawaambia ni So sawa. ladies and gentlemen, acha tuseme tu ya kwamba samaki mmoja kamwe kabisa hawezi kuozesha bahari nzima. Sasa tusikubali watu kidogo ambao wanataka kutuchafulia nchi zetu hizi ambazo ni majirani, ambazo ni mandugu, tumeketi kwa muda mrefu, waje watuharibie ile amani ambayo ilikuwa ipo toka awali. Na nikusisitize tu ama kukuelezea zaidi pia hapa ni kwamba kuna vitu ambavyo vinafanyika kama binadamu sisi ama kama sisi wananchi wa East Africa kwa pamoja, lazima tuwe makini.